Tofauti kati ya sisi binadamu na wanyama ni huruma na imani. Ni heri dunia ingelikuwa tambara bovu, kwa maana ingelitusaidia kuyadeki haya machozi yetu tunayomwaga. Mkono wa mnyonge uliosheheni misuli ya haki ndio bebesho mzigo wa dhambi na dhulma. Hiki ni kitanzi kilichobeba kisasi cha haki. Hivi unadhani nani atakuamini hapa? Ina maana gani? Nitapambana hatua kwa hatua kuhakikisha haki ya ardhi ya wanakijiji inapatikanika. Hivyo tulivyofikiria sivyo ilivyo. Sisi tuna akili timamu na tunajitambua. Nahisi anafanya hivyo kwa niaba ya kulipiza kisasi cha dada yake. Na mimi nililiona hilo. Wanakijiji waliumia sana juu ya kusikia kwa mpoteza uono wa mboni za macho yako. Jua kwamba wewe una hatia. Lakini wewe unamjua mtu ambaye anafanya mambo haya. Atakuwa ni miongoni mwa watu waliopotea kijijini. Yaani namaanisha kwamba atakuwa ni miongoni mwa watu waliokufa. Ndio taarifa itakayopelekwa kituoni. Haina haja kabisa ya kuendelea kuigiza wewe kipofu. Nilikuwa nafahamu fika wewe sio kipofu. Unajua ni kiasi gani nampenda dadangu? Inaposemekana alipangalo Mungu, kuna mwanadamu anayeweza kulipanga. Kama una la kuongea, bora unyamaze kimya. Afungua mdomo wako huo. Unavuka fence sasa. Ukirudi upenda burudani, nipase burudani ya muziki kila siku. Sio mpaka kungojea vigodo Jumamosi na Jumapili jamani. Mambo yashapita na wakati eti. Kwa nini mnampa ruhusa huyu kipofu atuharibia kikao? Wewe mtendaji wewe. Yaani kidogo nilifikiria una uelewa wa akili. Kumbe ndio wale mambumbumbu kina za mama wa mwisho. Are you sure? Usinichukulie kizembe. Usinichukulie kizembe kapalale.